Habari, kwa majina naitwa Filipina Katama, ni afisa muuguzi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando. Ni muuguzi mtaalamu katika masuala ya kisukari, hasa aina ya kwanza ya watoto wadogo. Tukisema kisukari aina ya kwanza, ni kisukari kinachoathiri watoto kuanzia umri wa wiki 6 mpaka miaka 30. Na hii ni kwamba ni kutokana na kongosho kushindwa kufanya kazi kabisa kuzalisha kichocheo kinachoitwa insulin. Na sababu ya ugonjwa huu mara nyingi haijulikani, ila mara nyingi wanasayansi wanasema inawezekana ni kutokana na kitu kinaitwa autoimmune, au kinga ya mwili inashambulia zile seli au chembe za kongosho zinazosaidia katika kuzalisha kichocheo kinachoitwa insulin. Na insulin ndo kichocheo ambacho katika mwili wa binadamu kinasaidia kubalance sukari au glucose. Sasa watoto kama hawa mara nyingi utawakuta sukari zao zinakuwa juu. Mara nyingi utakuta mtoto anaanza kudhoofu, lakini kwa mara nyingi unakuta mtu kumjua huwa inachukua muda sana. Na kwa hospitali yetu mara nyingi tunapokea watoto ambao hasa wameshadhoofika au wameshapoteza ufahamu, wanalazwa katika vitengo maalum au ICU. Ndio maana nimeamua kuongelea kisukari cha aina ya kwanza au kisukari cha watoto, kwa sababu bado elimu yake haijafahamika sana kwenye jamii, hata na baadhi ya watu. Kwa nini niseme kisukari aina ya kwanza? Tunasema aina ya kwanza kwa sababu hiki kisukari mara nyingi watu wengi unakuta watoto wakipata kisukari wanaanza kutibu kama malaria, wanaanza kutibu kama typhoid, au wanatibu kama UTI. Na watoto wanapotufikia katika hospitali zetu nakuta wameshakuwa na hali mbaya sana. Na hii ni kutokana na elimu bado haijasambaa katika jamii na katika baadhi ya hospitali za chini huko kwenye vituo vingine vya afya. Kwa hiyo ni vizuri sana tukaongelea kisukari cha watoto wadogo, kwa sababu bado ni kitu kama kipya katika jamii. Sasa utajuaje mtoto ana kisukari aina ya kwanza? Kuna baadhi ya dalili ambazo unaweza kuziona kwa mtoto mwenye kisukari. Kisukari hicho kukijua ni kufanya vipimo. Vipimo hivyo unaweza kumpima sukari yenyewe wakati wa asubuhi, au kumpima baada ya kula masaa 2, au mtoto unaweza kumpima. Kuna kipimo kikubwa kinachopatikana katika hospitali yetu. Kipimo hicho kinapima wastani wa sukari kwa miezi 3. Lakini pia kuna dalili mtoto anaanza kuzionyesha kabla hata hajapima vipimo. Je, hizo dalili kama zipi? Mtoto anaweza kaanza kwa kudhoofu. Anadhoofu, hawezi kucheza kama wenzake. Mtoto anapenda kulala zaidi, hata ule uchangamfu wake unapungua. Mtoto anaweza kaanza kujikojolea, alikuwa hajikojolei lakini ataanza kujikojolea kitandani. Na kwa wazazi ambao hatujui, mara nyingi utakuta mtoto unaweza kumchapa kwa sababu hujui mbona anajikojolea. Dalili nyingine, mtoto anapata kiu kali sana, anapenda anywe mara kwa mara kama maji. Anavyokunywa ndio anavyozidi kukojoa. Na mara nyingi utakuta mtoto huyo anapenda pia kula, anakula bila kushiba. Anakuambia mama nina njaa kali sana. Kwa hiyo mtoto ukiona vitu kama hivyo, unaweza ukabashiri kwamba huyo mtoto ana shida gani. Mara nyingi ukienda kwenye hospitali kubwa watakupima, wataangalia mtoto huyu anakutwa ana kisukari. Vipimo hivyo mara nyingi vimefanyika katika hospitali kama hii. Lakini pia ukianza vipimo kuvifanya huko kwenye hospitali, mtu akashajua dalili kwamba mtoto anakula sana bila kushiba, anadhoofu, anakonda, anaanza kujikojolea alikuwa hajikojolei, analala sana pia